Hapana, isitumike njia hii tu ambayo inakuwa inaleta sintofahamu, hata kama ni kwa dakika 2 ama dakika 3 ama kwa dakika 3. Naita wito huu kwa sauti ya Mungu, naita wito huu kwa neno la Mungu, naita wito huu kwa jina la Mungu, naita wito huu katika jina la Yesu Mwokozi wa milele. Nataka nikujulishe, hakuna anayeona maana ya kuongea kwa ukali. Hakuna mtu anayeona ni raha kuongea kwa ukali. Mara nyingi baada ya wale ambao pengine kwa namna moja wanaweza kaona mapungufu na makosa yao, wakigundua kwamba huyu mtu ameongea kwa ukali kwa sababu maumivu yake yalikuwa juu sana, wakija wakasema, hebu tuzungumze, shida ni nini? Kwa nini tusiwekane sawa kwenye eneo hili? Mara nyingi huwezi ukamwona mtu huyo akiongea tena kwa ukali. Natoa wito. Mpaka sasa ninaongea klipu hii na maneno haya, sijajua kijana wangu kachukuliwa kwamba anakosa gani. Waliokuwa karibu hawajapata hiyo taarifa. Sijachukuliwa kwamba anakosa ama kuna mazungumzo mengine yoyote ya kawaida. Nisemacho ni kwamba vyovyote ilivyo, kama kiitwacho kosa kinatokana na pengine ambayo imeonekana ni kama ameyasema, naomba sana tuzungumze. Mimi ni sauti ya Mungu, mimi ni mtu wa Mungu. Haijalishi dunia inanijuaje, imenipokeaje, imenifanyaje, mimi ni mtu wa Mungu. Njoni tuzungumze, tuone nini kifanyike. Lakini njia pekee ya kutumika isiwe tu ile inayoleta utata juu ya ubinadamu wa binadamu, isiwe tu ile inayoleta utata. Njoni tuzungumze wanadamu, njoni tuzungumze, njoni tusiwe hawa. Hapana, isitumike njia hii tu ambayo inakuwa inaleta sintofahamu, hata kama ni kwa dakika 2 ama dakika 3 ama kwa dakika 3. Naita wito huu kwa sauti ya Mungu, naita wito huu kwa neno la Mungu, naita wito huu kwa jina la Mungu, naita wito huu katika jina la Yesu Mwokozi wa milele. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Nasikitika kuwajulisha kwamba kijana wangu mchungaji huyu hapa kutoka Dar es Salaam, kijana ambaye ni mchungaji, anachunga kanisa la nyumbani, kwa sababu sasa sisi hatujasajiliwa. Kwa hiyo kwa vyote vile sisi tunafanya ibada nyumbani tu kama majumbani. Amekamatwa na polisi, na taarifa za awali mpaka tunakuja hewani kukujulisha taarifa hii, hatujui alipo. Vijana ambao walikuwepo wakati anakamatwa na moja ambaye aliongozana nao kwa karibu mpaka kituo cha polisi, yeye anasema kwamba baada ya kufika pale aliona wamemtoa kwenye kituo cha polisi pale Kigamboni Geza na kumpakia kwenye gari ambayo rangi yake na namba yake tunahifadhi kwa sasa. Na kutokujua kwamba alipelekwa wapi. Kimsingi amesema gari haikuwa na namba za serikali, amesema gari ilikuwa na namba za private ama namba binafsi. Baada hapo nilifanya mchakato fulani wa kujua kwenye kituo cha polisi cha kati, Central Police Dar es Salaam. Nimepata taarifa kwamba hajafika pale kwa muda ambao mimi nimeulizia, lakini kwa mbali mahali kukawa ni kama na fununu ama taarifa kwamba huenda
huenda amepelekwa kanda maalum, zono, kanda maalum, ofisi za kanda maalum. Baada ya taarifa hii fupi, mpaka sasa hivi sijajua kosa ametuhumiwa kwa kosa gani, amekamatwa kwa kosa gani, na kwa bahati mbaya walipoenda kuwakamata hawakuhoji kwamba okay, mnatukamata lakini kuna kosa gani. Kwa hiyo hawakuhoji, hakuna taarifa zozote za kwamba katuhumiwa kwa kosa gani. Yaliyopo mengine yote ni kuguess, kuhisi kwamba je, amekamatwa kwamba anakosa, ama wana jambo lingine ambalo wanafanya naye tu, wana kazi naye, kuna jambo fulani ambalo wanataka kujua kuhusiana na yeye, ama ni pengine hizi kripu ambazo amekuwa akizungumza siku za karibuni ama siku za zamani. Kwa namna yoyote, kuna kripu nyingi kazungumza hapa katikati. Zipo kripu ambazo ametoa kuhusiana na Tundu Lissu kwamba kama hamna kosa lote na nini, simwacheni na nini, na kripu nyingi, mambo mengi. Kuna hii nyingine nimeona jana ni kama alikuwa anazungumzia, sijua ni yeye kwa kiasi gani alikuwa anazungumzia swala la Singeli kwamba isiwe alama ya utambulisho wa taifa, ni kama mtaleta laana ndani ya nchi kwa sababu mifumo, mitindo ambayo ni kama inahamasisha zaidi ngono, muziki ambayo inahamasisha. Na Waziri Kabudi kimsingi hakuweka mipaka kwamba kama tutaweka Singeli tutakuwa na mipaka ya uchezaji, tutaweka mipaka ya uchezaji. Manaka alizungumzia, waliomnukuu katika maeneo mengi, alizungumzia kwamba tumeona Singeli iwe utambulisho wa taifa. Hakuweka mipaka kwamba sasa ikiwa Singeli kucheza kwake kutakuwaje, maadili yake ndani yake yatakuwaje. Ndio maana naona wengi wamehoji sana jambo hilo la kwamba taifa linaweza likaingia kwenye laana ikiwa tutakuwa tukitambulishwa na Singeli ya aina hii ambayo kwa sehemu kubwa huku mtaani inajulikana kuwa Singeli. Sasa amesema mambo mengi sana, mambo mengi, ni mtu wa kusema mengi, ni mtu wa kusema mengi ambayo hushauri jamii. Sijajua kati ya mengi hayo anayokuwa amesema lipi ambalo linaweza likawa limepatikana kosa huo, limetafutwa kosa huo, kama wamemshikilia, wamemchukua kwa sababu anakosa. Wito wangu uko pale pale ya kwamba nina hakika kabisa kwa tafsiri za kisheria ama za kimtazamo na mlengo fulani, baadhi ya watu wanaozungumza katika jamii, wanaopush waonacho, maoni yao katika jamii, ninaweza nikasema inawezekana kabisa watu hawa wapo ambao wanaweza kawa wanatumia maneno ambayo wakati mwingine ni makali, lakini wito wangu mimi uko pale pale. Moja, kuna sababu ya kuangazia kwa nini watu wafikie hatua ya kutumia maneno makali. Tusihangaike tu na ukali wa maneno, tuhangaike pia na sababu ya kwa nini watu watumie maneno makali. Nimekwambia mara kadhaa, nimewaambia jamii mara kadhaa ya kwamba ikiwa mtu kuna namna amekanyagwa, anaumizwa, au anamuona mtu ambaye dhamiri yake ya ubinadamu iko hai, ameona kuna mtu amefinywa, amekamatwa, amekanyagwa pabaya, mara nyingi mtu huyo anaweza akatumia lugha ambayo hata wakati mwingine ikapitiliza kidogo. Kwa wakati mwingine tusihangaike na kule kupitiliza kwa ile lugha, tusihangaike na kupitiliza kwa ile lugha, tuhangaike na sababu za mtu huyo kuongea lugha hiyo ambayo wakati mwingine tunaweza tukaiita kwamba imezidi. Nchi yetu Tanzania tunahitaji mjadala wa kitaifa. Tuko wapi hapa? Tumefikaje hapa? Kwa nini hawa wengine wanaona kawaida? Kwa nini hawa wengine wanaona si kawaida? Hawa wengine wanalia, hawa wengine wanasema hii si sawa, hawa wengine wanasema kwa nini tusifanye kwa usawa jambo hili na hili? Tunahitaji mjadala. Ukisema sheria zilitungwa na watu, tunahitaji kuzijadili hizo sheria.
tufanyeje zitutoe hapa. Uwezekano wa wanadamu kuwa ni watu ambao hawatalia, hawataumia, watacheka, watafurahi wakati wote, uwezekano huo upo. Katika kitabu cha Isaya 65 kuanzia mstari wa 15 mstari wa 17, tunianzia hapo, imeanzia nyuma kidogo lakini anzia hapo kidogo tu kwa kunukuu ambacho mimi nimekuwa nikisema mara kadhaa, na muamini Mungu anao mpango wa kuleta nchi ya Tanzania katika wakati huo. Anasema, tazama naumba mbingu mpya na nchi mpya, ambazo kulia hakutakuwemo ndani ya nchi hiyo, wala maombolezo wala mateso. Watu wataishi kwa furaha, kwa kuelewana, kwa kusikilizana, kwa kupangana. Tuko hapa, tuende wapi? Kwa namna ambayo haitakuwa na mwingine kulia, kwa namna ya usawa, kwa namna ya mwingine kumwona mwingine sawa na anavyojiona yeye. Nchi hiyo Mungu ameikusudia, nchi ya Tanzania ameikusudia, bila kujalisha inapita wapi, iko wapi. Wito wangu mpaka dakika hii, njoni tuzungumze, njoni tuhojiane. Hakuna mtu ambaye akiongea kwa ukali, kwa kufoka, hupata raha mwenye akili timamu, hasa kwa mtu wa Mungu. Kwa hiyo kunapotokea mahala mtu wa Mungu pengine anaongea kwa ukali, au mtu yoyote unaona anavyoongea vina logic, vina mantiki, lakini pengine anaongea kwa ukali zaidi, nataka nikujulishe, hakuna anayeona maana ya kuongea kwa ukali. Hakuna mtu anayeona ni raha kuongea kwa ukali. Mara nyingi baada ya wale ambao pengine kwa namna moja wanaweza kaona mapungufu na makosa yao, wakigundua kwamba huyu mtu ameongea kwa ukali kwa sababu maumivu yake yalikuwa juu sana, wakija wakasema, hebu tuzungumze, shida ni nini? Kwa nini tusiwekane sawa kwenye eneo hili? Mara nyingi huwezi ukamwona mtu huyo akiongea tena kwa ukali. Natoa wito. Mpaka sasa ninaongea klipu hii na maneno haya, sijajua kijana wangu kachukuliwa kwamba anakosa gani. Waliokuwa karibu hawajapata hiyo taarifa. Sijachukuliwa kwamba anakosa ama kuna mazungumzo mengine yoyote ya kawaida. Nisemacho ni kwamba vyovyote ilivyo, kama kiitwacho kosa kinatokana na pengine ambayo imeonekana ni kama ameyasema, naomba sana tuzungumze. Mimi ni sauti ya Mungu, mimi ni mtu wa Mungu. Haijalishi dunia inanijuaje, imenipokeaje, imenifanyaje, mimi ni mtu wa Mungu. Njoni tuzungumze, tuone nini kifanyike, lakini njia pekee ya kutumika isiwe tu ile inayoleta utata juu ya ubinadamu wa binadamu, isiwe tu ile inayoleta utata. Njoni tuzungumze wanadamu, njoni tuzungumze, njoni tusiwe hawa. Hapana, isitumike njia hii tu ambayo inakuwa inaleta sintofahamu, hata kama ni kwa dakika 2 ama dakika 3 ama kwa dakika 3. Naita wito huu kwa sauti ya Mungu, naita wito huu kwa neno la Mungu, naita wito huu kwa jina la Mungu, naita wito huu katika jina la Yesu Mwokozi wa milele. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa, naam, afae katika Bwana tangu sasa, apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.